Habari, karibuni tena. Siku ya leo nitaenda kuonyesha namna ya kupika mkate wa ndizi kama huo unavyoonekana hapo. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, please subscribe, like na uweze kushare video hii. Kwa kuanza kabisa, kwa mkate huu tunahitaji kuwa na mahitaji ya ndizi. Nimetumia ndizi 3 kubwa, hizo kubwa, hizo ni kubwa, sio ni kubwa za size ya kati hizo. Ila zisiwe ndogo sana. Ndizi ziwe 3, lakini pia utahitaji kuwa na mayai 2. Utahitaji kuwa na unga kikombe 1, sukari, mafuta, baking powder, vanilla na mdalasini. Kwa kuanza kabisa utaanza hivyo, utazimash hizo ndizi kwa kutumia uma, au kama una masha unaweza kutumia masha ile kuzimash ili zilainike. Kama hivyo zinavyoonekana hapo. Utazimash vizuri, ziwe laini, ziwe softi ili zisiweke madonge makubwa. Kama hivyo. Ukishaona zimelainika kama hapo sasa utaendelea kukoroga. Mimi nilikuwa natumia huo mchapio, lakini kama hauna unaweza kutumia tu mwiko wa kawaida. Baada ya hapo niliongeza sukari kama hivyo inavyoonekana. Ukishaongeza sukari utakoroga kama hapo. Hakikisha umekoroga mchanganyiko wako umechanganyika vizuri na sukari ile imeyeyuka vizuri kwenye ndizi. Kama hapo, koroga usichoke. Unaona mchanganyiko unavyokuwa. Basi baada ya hapo utaongeza mafuta. Vipimo vyote nilivyotumia hapa nitaviandika katika description box hapo chini. Kwa hiyo utakayehitaji kupika huu mkate basi utaangalia vipimo hapo na utatoa mkate kama wa kwangu. Baada ya kuwa nimeshachanganya mafuta utaongeza tena maziwa. Utaweka maziwa na utachanganya. Nitatumia mayai 3 ya kienyeji, lakini kwa recipe hii unahitaji kutumia mayai 2 yale ya kisasa ya kawaida makubwa. Ila kwa sababu sikuwa nayo ndio maana nilitumia mayai ya kienyeji kwa sababu ni madogo, kwa hiyo nitaweka 3. Kama hapo mnavyoona nimeweka mayai 3 ya kienyeji na rangi pia unaiona mayai ya kienyeji kidogo yana kirangi fulani cha njano hivi. Kwa hiyo hata mkate pia utakuja kuwa na karangi fulani kazuri. Utachanganya vizuri, mayai yachanganyike vizuri na mchanganyiko huo kama ambavyo inaonekana. Usitumie hand mixer, tumia tu huu mchapio au mwiko, itakuwa vizuri. Baada ya hapo utaongeza unga kikombe 1 na utaweka na baking powder. Mimi natumia Zesta, ni nzuri kwa kuumua. Kwa hiyo utatumia 1 tablespoon hiyo hapo, kijiko 1 cha chakula. Utaongeza hapo na utakoroga mchanganyiko wako vizuri, uchanganyike vizuri. Usiukoroge sana, overmix kwa sababu kuna baking powder. Baada ya hapo utaongeza, hiyo ni vanilla. Kama nilivyosema mwanzo utatakiwa kuweka na mdalasini japo sio lazima. Kama unao utaweka kijiko 1 cha chakula. Utachanganya vizuri. Kama tulivyosema tumeweka baking powder mwishoni, ili baking powder, kwa sababu baking powder haihitaji kukorogwa sana, inakufa nguvu na mkate hautaumuka vizuri. Kwa hiyo utakoroga tu kidogo, kisha imechanganyika kama hivyo utaacha. Mimi nitatumia hiyo chuma ni ya mkate, hiyo tini ni ya mkate, nitaipakaza mafuta ndani kama hivyo. Nitatumia hiyo brush, nitapaka mafuta katika engo zote, pande zote 4. Kama hivyo. Baada ya hapo sasa ndio nitatia huo mchanganyiko wangu ambao nimeuchanganya. Kama una spatula unaweza kutumia spatula kutoa huo mkorogo wote kwenye bakuli ukatia humo kwenye tini yako. Baada ya hapo unatakiwa umesha preheat oven yako, umeshaiwasha oven yako hata kwa dakika 5 nyuma ili ipate moto kabla ya kuweka mkate. Ila mimi nilijisahau, kwa hiyo nitaanza tu moja kwa moja kuweka moja kwa moja bila preheat. Kama hapo nimesha set moto wangu, na unatakiwa ujue oven yako inafanyaje kazi na yani inaunguza au haiunguzi, unatakiwa uijue.
Basi tukawa tumeshaoka mkate wetu, na hapo ni muda wa kuangalia kama umeshaiva. Utatumia hicho kijiti hicho, ipo vijiti vya mishikaki. Utaichoma hapo ndani, utakitoa. Kama kikitoka kikavu, ujue mkate wako umeshaiva. Lakini kikitoka kina maji maji, kina ule unga unga, ujue bado mkate wako haujaiva. Kama hivyo cha kwangu kilikuwa ni kisafi, basi mkate wangu ulikuwa uko tayari kabisa, ulikuwa umeshaiva vizuri. Kama hivyo unavyoonekana hapo. Unaona hata rangi tu inavutia. Ni mkate mzuri sana, ni mtamu, ni mkavu, umekauka vizuri, hauna maji maji yani. Ni mkavu lakini bado uko soft. Umeiva yani, hauko kama ugali ndani. Umejiachia, umechambuka. Kwa hiyo ukitaka kutoa mkate kama huu, hakikisha unafuata vipimo kama hivyo nilivyotumia hapo. Utatoa mkate mzuri na utakuja kunishukuru. Kama mnavyoona jamani. Basi hapo tulikata mkate wetu, tuone ndani umeivaje. Unaona ulikuwa mkavu, umeiva vizuri. Unaona umechambuka, umejiachia, hauko kama ugali. Yaani ni mzuri sana sana. Kama hivyo, basi kufikia hapo tulikuwa tumefika mwisho. Na hii ndio video nilikuwa nataka niwaletee leo, namna ya kupika huu mkate mzuri kabisa wa ndizi. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, please subscribe, like na ushare hii video, lakini pia washa notification yako ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila ninapopost hapa YouTube. Lakini pia kwa wewe mwenyeji nasema asante kwa kuendelea kwa nami. Usiache kuendelea kuangalia video zangu. Video naendelea kupost hapa YouTube nyingi sana. Kwa hiyo karibuni sana, na wapenda sana. Hiki ndicho nilichotaka kuonyesha siku ya leo, namna ya kupika huu mkate mzuri mtamu wa ndizi kama unavyoonekana hapo. Unaweza kujaribu na wewe nyumbani kwako, ukala na chai na kahawa na maziwa na chochote kile. Jamani, nawapenda sana. Channel yangu ni changa, lakini nitaendelea kuposti video nyingi ili tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kujifunza wote kwa pamoja, kwa sababu sote bado tunajifunza. Comment yako ni muhimu sana hapo chini. Nawapenda jamani, bye.